Salama katika nchi yetu ya Kenya, hata kama mimi sijasoma, lazima tukue careful. Kwa sababu salama inaanzia kwa mlango yako mpaka nje. Mr. Speaker, zile vitu zinafanyika kwa Kenya saa hii ni mbaya zaidi. Na sisi kama vijana ambao tunataka uongozi wa kesho, haifai tu support hizi vitu. Na hata tufai kwa dakika moja tu support hii government. Kwa sababu kama nchi haitakuwa na vijana, kesho hii nchi itakuwa wapi? Mr. Speaker. And Mr. Speaker, mimi kama Nuru Okanga, mimi najua mimi ni opposition, na sisi ambao tuko opposition ndio tunaundwa tukiuliwa. Ukiwa kwa serikali wewe uko safe. Mr. Speaker, mimi sina wasiwasi na kukufa. Biblia inasema kuzaliwa ni bahati, kukufa ni lazima. Kila mtu mapua imeangalia chini. Hata uwe na pesa milionea, hata uko unaenda na chopa kwa siku mara 20, mapua yako ni hapa chini. Na ile kaburu wananiweka ndani. Ile wakichimba 6x6, hata wewe ni 6x6. Utanishinda tu na sanduku na suti kubwa, ile ya pesa mingi. Na tena hiyo suti itaoza na ukose kuona mbingu. Mimi mwenye nimeshikwa na sanda ya 500 nione mbingu. And Mr. Speaker, lazima sisi kama vijana tusimame kwa pengo katika nchi yetu ya Kenya. Mimi niko na uchungu Mr. Speaker sana. Na huenda leo naweza ongea mbaya au wajinga wanikujie. Mr. Speaker, ni uchungu sana Mr. Speaker, mkijana kushikwa mbele ya wazazi. Wazazi wakauliza, wakasema hao ni polisi kutoka Nairobi. Mr. Speaker, ni uchungu. Huyo mzazi ukisikia akiongea kwa kamera, yani nimefeel mimi mwenyewe mahali nilikuwa, machozi ilitoka. Mtu anashikwa mbele ya wazazi wake, analetwa Nairobi 24 hours ati amekufa. Alafu hata nyinyi polisi, nyinyi ma DCI, mungeficha hiyo mwili, mtengeneze statement mzuri ile mnaweza kuja nayo kwa media, muambie wa Kenya na tuingie box. Polisi anatoka anasema ati huyu jamali alipiga kichwa kwa ukuta. Mtu mwenye umesoma kama wewe mwenyewe kujipiga ni uchungu, unapigaje kichwa kwa ukuta mpaka ukufe? Mr. Speaker. And Mr. Speaker, mimi kama Nuru Okanga, kama hapa Soweto, ndia kukosangi mtu kwa seli. Kamukunji iko town ya katikati ya town. Na saa hii ukitembea town, vijana wanasanywa, wanapelekwa kwa Mkunji. Huyu alijikuta aje seli peke yake? Kama sio deal. Alafu serikali imeshajua, kwa sababu raia inakuanga na hasira, wanasema ati OCS mwenye alikuwa kwa duty na maaskari wenye walikuwa kwa duty ati wamepewa off. Hao maaskari wapewangi off, watapigwa transfer. Wengine wapeleke Uluyani, wengine Ukambani, wengine Kajiado, wakajado wakuja hapo town kufanya kazi. Na ndio unaona watu maaskari wamekuwa vichwa ngumu. Na mimi nataka niambia hao maaskari, nyinyi sasa mnatengeneza uadui yenyu na raia. Tulikuwa marafiki, lakini sasa mnaweka uadui. Juu raia inajua mkikuja kushika mtu hata fika kwa koti mtaua. Hata hizi bamu mnatembea mkisanya pesa jioni tutafinya makende yenu. So mnakuja kwa hizi bamu kusanya pesa usiku, na nyinyi mkishika vijana mnaua. Mimi nataka niambia polisi, kwa sababu mimi kama Nuru Okanga nasemanga nimezaa, naitwa baba, niko na watoto 2 ndume. Sina hasara nikikufa, na nitakufa kwa nchi yetu ya Kenya. Kukabiliana na Ruto ni kama kukabiliana na Moi. Moi huko unafanya ngwe, ukifanya ngwe ndani, wakina Bioto walikuwa wanaua, wako wapi? Hata Moi mwenyewe sasa alikufa kama anatoa maji kwa miguu, ugonjeka mpaka maji yaanze kutolewa kwa miguu, kwa zile dhambi ulikuwa unafanya. Mr. Speaker,
Mimi kama Nuru Okanga, my name is Nuru Okanga, look me very well. And I'm not fearing any people. I'm not fearing any person. Niko na uchungu kwa sababu hata kama huyo ni kijana sio jamii yangu. Niko na uchungu, ni kijana ambaye ameacha mtoto wa miezi 2. Na ni mtoto mmoja peke yao. Kwao ndio msichana ndio kijana. Wewe unasikia baba yake anasikia uchungu gani? Mahali yako. Mama yake anasikia uchungu gani? Mahali yako. Wanasikia aje ndani ya roho zao. Na huyu mtoto baba yake amesema ameuza kila kitu akamsomesha. Mimi naomba hii administrator ya William Samoei Ruto, mkishika mtu simpeleke kotini, kama ni kufungwa afungwe. Wazazi wako watakuwa wanamuona analeta sabuni, wanamletea mafuta na kanguma anakula huko kwa seli. Kwa nini mnachukua vijana na mnapoteza IG Koome na mkubwa wa DCI kama Douglas Kanja? Kwa nini unakuja kutuambia unafanya uchunguzi na yule mbunge ambaye alifanywa abduction within 6 hours? Mlikuwa mmetoa ujumbe mkisema alijifanyia abduction. Huyu amekufa. Mnasema mnachunguza. Mnachunguza na mtu kwa mmoja. Mnachunguza vitu gani? Hizo mandege mnaenda nazo. Hizo mandege mnapeperuka nazo. Na hizo magari mnatupitanga kwa hii barabara na ushuru yetu mmeweka vingora. Muingie kwa matrela. Muingie na hiyo ninaenda kufunga juu ya hiyo. Muingie kwa trailer mkufia huko ndani. Amwezi kuwa kwa power mkuja kutusumbua kwa sababu mmepata power. Watu wamepata power, Mr. Speaker, wameharibika kichwa. Wakina Murkomen, kuna huyu mjinga wa Kisii, Osoro. Kazi ni kupanua mdomo kama malaya kwa media. Na kuna kitu naongea ya maana. Na vijana wanakufa. Kama nyinyi serikali muko na ground, mnajua 2027 mtakula 10 bila break. Kwa nini mnakuwa na wasiwasi? Mujipange. Na pia sisi upinzani tujipange, tukutane kwa ballot. 2027 imefika. Kwa nini mko na uoga? Mnaua vijana without fearing. Kwani siku hizi kuwa mtu imekuwa kama kuku. Unachukua tu na chinja unatupa huko. Na watu hawashtuki. Na mtu anasema ati mnachunguza. Mnachunguza vitu gani na ni marehemu? Mtu akoli mochari. City mochari hapo. Matajiri wanaenda maskini wanaenda city mochari. Mahali mili inanuka. Mr. Speaker, wewe summarize. Kama mimi Nuru Okanga, zile vitu zinaendelea kwa Kenya, Mr. Speaker, mtu akisema kweli ana support hii government. Sisi tukichukua watamu, watu wote wamesupport serikali ya Ruto, tunawapeleka madhari. Hakuna. Twende tuangalie akili zao zilikuwa sawa. Lazima twende tupima watu. Kwa sababu saa hii Mr. Speaker, Edwin Sifuna alisema ile MOU yenye wamesign hakuna abduction. Kwani hii imefanyika ni nini? Hii si abduction. Hii si abduction. Ashagu ya kichwa yako. Mr. Speaker, leo mnaweza ongea kwa leo, mnacheka kwa sababu pengine huyo mtu sio kazini yako. Kesho yake ifika kwa kazini yako. Ama ndugu yako. Ama wewe mwenyewe. Haitafika. Hii bunge mjue tumezika kijana yetu hapa ambaye alifanywa abduction na akazikwa. Biashara chafu. Hapa. Mr. Speaker, lazima sisi kama vijana tukue careful. Serikali ambayo iko, je, inaongoza mwananchi mzuri ama inaongoza mwananchi vibaya? Kimabavu. Hii serikali ni ya kimabavu. Ukipinga nyongwa, ukipinga nyongwa, ukipinga kesi. Kama wewe ni mbunge ukipingwa unafanywa torture. Mr. Speaker, mimi kama Nuru Okanga, mimi najua nikikufa leo
matanga yangu itakuwa na watu milioni 1. Kwa sababu Shujaa ameenda. Sina hasara. Historia itajiandika kwa familia yetu. Shujaa amelala. Shujaa Simba amelala. Na Mr. Speaker, hata kama time now mambo ni mengi, masaa ni machache. But mimi nataka niambie vijana. Mwingine kwa hii bunge ndiye alisema peupe, kila mtu akisikia ati hata Mente ikisimama na Ruto anawacha Ruto anapigia Mente. Leo ni nini hiyo? Ameacha Mente anaenda kwa Ruto. Yenye uliona ukitoa loan. Naona. Mr. Speaker, nikimalizia nataka niambie Karen Nyamu, wewe ni rafiki yangu sana. Ikifika masaa watu wako serious na wewe unaleta jokes, utaweka mipaka. Nitaweka mipaka. Kwa sababu mimi ni kiongozi wa Kenya mzima. Sio ati naongea kwa sababu hiyo kijana ni Mjaluo. Kesho Mluya atafanyiwa Mkisii, Mkamba. Mimi ni public figure. Natetea watu wa Nyanza, wa Western, wa Kisii, wa Mombasa. Karen Nyamu, nataka nikwambie, kama wewe nominated senator, please usifanye mimi nikasirike. Na mimi nikikasirika nitaruka na wewe. Na nikiruka na wewe nikumaanisha kuchukua kichwa yako, kuinamisha chini na kuachilia. Mimi Karen Nyamu, mtu haezi jinyonga. Mr. Speaker, mwisho nikimalizia, watu wanashindwa wakisema ati Gachagua amenipea pesa ndio na support upinzani. Na si kuna watu wa serikali pia wamepea pesa. Si mimi mahali napata unga ndio na support. Na wewe mahali napata unga support hapo. Mimi niko upinzani kwa sababu unga yangu inatoka upinzani. Na wewe kwa serikali kwa sababu unga yako inatoka wapi? Serikali. Makosa yangu iko wapi? Gachagua ni mwananchi kama mimi. Watu waache kuungwa. Na wewe, hata wewe utakeni ndio the source. Wewe nyuko kwa serikali uko na uwezo. Mnapatanga pesa pia nyinyi mnunue kitu ya maana. Muache mambo ya tigati. Hiyo ilikuwa bahati yangu. Na bahati inakuja mara moja. Naona Ken, pia wewe mnapatanga personal Nuru kindly. Sasa mbona yeye akikuja mwezi ongea? Cancel. Hii akikuja mbona mwezi ongea? Mkinga, mtu mwerevu wa simu jinga. I rest my case, Mr. President. Nimeshajua watu wenye wamesoma ndio wajinga kwa hii bunge. Nuru. Hata mimi nilikuwa nimesoma. Anaongea na maisha vibaya.